hofu ya hatihati ya kisiasa nchini mwao. Baadhi ya wanachama wa chama cha upinzani cha Chadema wamewasili nchini leo kutafuta hifadhi ya kisiasa. Yanajiri huku mashtaka ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani wa chama cha Chadema Tundu Lissu ikiahirishwa. Brenda Wanga anaarifu huku idara ya haki ya Umoja wa Mataifa ikitaka Tanzania kuwajibikia mauaji ya ghasia za uchaguzi. Kiongozi wa Chadema Tundu Lissu alirejea tena mahakamani kwa ajili ya kesi yake ya uhaini. Mahakama ilitakiwa kusikiliza kutoka kwa shahidi wa serikali kutoka sekta ya usalama kwa kubanwa jina, lakini kiongozi huyo wa upinzani alipinga hilo. Lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inatendeka. Hasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, naweza kupata mashahidi wa kubambikiza au wengine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ndio ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Kesi hiyo iliahirishwa hadi tarehe nyingine, huku viongozi wa chama cha upinzani wa Chadema ukisisitiza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu itawajibishwa kwa ukatili dhidi ya wapinzani. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu inaibua wasiwasi kuhusu hatua ya serikali ya Rais Samia kuwakandamiza wapinzani pamoja na mauaji, utekaji nyara na watu kupotea. Pia kuna taarifa kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili mitaani na hospitalini na kuichukua katika maeneo yasiyojulikana katika kile kinachoonekana kuwa ni jaribio la kuficha ushahidi. Matukio haya yakitiliwa mkazo na simulizi za moja kwa moja kwa wale waliotoroka Tanzania. Maafisa kadhaa wa chama cha Chadema wanaotafuta hifadhi Kenya wanasema hali ya nchi yao inazidi kuwa mbaya. Hatua walikuwa hawaui watu tu ambao wameandamana. Kulikuwa na polisi na watu ambao wamevaa mavazi ya kawaida, wanaenda kwenye nyumba za watu, wanagonga mlango, mnatoka nje, ukikutwa ni kijana unauawa. So ni zaidi ya maandamano, ni zaidi ya... Taifa letu linapita katika bonde la uvuli wa mauti. Utawala wa Rais Samia tangu alivyoingia madarakani umekuwa wa kinyama sana. Mamia ya vijana wa Tanzania wametekwa na wengine wameuawa kinyama sana. Wakati huo huo, Kenya pamoja na viongozi wengine wa Afrika Mashariki wamelaumiwa kwa kufumbia macho matukio yanayoendelea nchini Tanzania. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.